mstari wa 10 sasa. Kwa pendo la undugu. Biblia inasema tupendane kwa pendo la nini? That is brotherly love. Brotherly love. Iko hivi. Ngoja niwaoneshe pendo la undugu huwa likoje. Pendo la undugu liko hivi. Unajua hata Yesu alikuwa anatuita ndugu, brothers, brethren. Pendo la undugu liko hivi. Yaani kwa nini sisi tumeitwa ndugu? Na kwa nini tukiwapenda watu tuwapende kama ndugu? Kwa pendo la undugu, brotherly love. Iko mimi nakumbuka utotoni, tulipokuwa utotoni, mfano labda sisi tumezaliwa wa kiume 5, kwa hiyo fujo zilikuwa ni nyingi. Yaani haipiti siku mtu amelia, lazima mmoja afinywe. Unaelewa? Yaani kwa hiyo kaugomvi akakosekana, tutagombana tu. Wanaume 5. Mimi nakumbuka nilikuwa nikikimbizwa na kakaangu wa kwanza. Siku hiyo pakiwa pana kliniki hospitalini pale, kliniki. Nakimbia alafu nikifika pale si wakina mama wengi. Kwa hiyo hatuwezi tukapita, tunakimbia, tunaanza kutembea. Najifanya natembea pale na angalia mazingira. Kumbe bro yuko hapo nyuma ametulia na nisubiri nitoke. Sitoki mpaka aondoke. Akikaa kidogo ile hasira inaondoka. Baadaye saa 6 kamili tunarudi kwenye chungu hiki, tunaanza kula wote. Huo ndo upendano wa ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Haya, megombana tena. Gombana vizuri sana. Pigana. Nyewe mnajua ugomvi wa sisi kwetu tunaita Montonantusio. Unaofuatana. Huu ni ugomvi unakuwaga mbaya. Halo, tulikuwa tunagombana, lakini usiku tunalala kitanda hiki kimoja. Tunaamka tunacheka. Ndio upendano wa ndugu. Ukisikia upendano wa ndugu na udumu, au tupendane kwa pendo la undugu, ndio hilo. Nyie ni watu, familia hii, ukiwapenda watu kwa namna hiyo, utakuwa unasamehe mapema, unaachilia mapema. Hilo ukiwapenda kama watu baki, utakuwa na machuki yasiyoisha. Hilo ukiwapenda kwa upendo wa ndugu, mambo yatakuwa yanaisha haraka. Mnakoseana lakini baadaye ilishaisha hilo, tuendelee na maisha. Hivyo Yesu akijua kabisa mtakosana siku moja na ndugu zako. Petro anakuja. Petro ni mtu aliyekuwa anakosewa kuliko viumbe vyote duniani. Petro akamwambia Bwana Yesu, hivi nikikosewa mara ngapi kwa siku nisamehe? Unajua nini? Alikuwa anakosewa sana. Alikuwa anakosewa sana. Yesu kwa kutambua moyo wake na mawazo yaliyoko ndani ya moyo wake na kinachoendelea ndani ya moyo wake, ex animo, akajua huyu mtu kuna changamoto ndani. Hili swali ni kwa sababu huyu mtu anapitia changamoto ya kukosewa sana. Kwa hiyo Yesu ilibidi amjibu, akamwambia samehe ngapi mara ngapi? 7 mara 70, mara 490. Maana yake nini hiyo lugha? Hiyo ni lugha, wala sio kweli kwamba mtu atakusamehe mara 490, ila ni lugha. Lugha yake anasemaje? Upendo ni maisha, msamaha ni maisha. Kwa sababu gani? Watu watakukosea tu. Utatoka nyumbani, mtoto wako amekukosea, mume wako amekukosea, unatoka njiani, bajaji amekukosea. Unaenda kazini, mmekosana na bosi na wafanyakazi wenzako. Kanisani labda angalau lizani kuna unafuu, mmekosana na viongozi wako. Fujo kila mahali. Lakini sasa Yesu anakuambia samehe 7 mara 70. Kwa nini anasema hivyo? Anakutengenezea mazingira ya moyo wako ili
uishi vizuri, ili moyo wako uwe na utulivu, usichezecheze na kurukaruka sana mpaka ukapata magonjwa yasiyo na ulazima. Samehe. Msamaha ni tiba. Msamaha ni uponyaji wa kwanza. Na Biblia inasema mtumwa yule asiyesamehe ni mtumwa mwovu. Msamaha ni maisha yetu. Yaani Mkristo usiposamehe, Biblia inasema wewe ni mtumwa mwovu. Yaani wewe ni mwovu. Sasa mwovu anaingia mbinguni? Na Biblia inatuambia ya kwamba asiyempenda ndugu, anayemchukia ndugu, huyo ni kama muuaji. Anayemchukia ndugu, huyo ni kama muuaji. Mke ni agano, ni mapatano yale, ni mkataba, hatutaachana. Kwa nini? Kwa sababu mchungaji anajua kabisa haya anaweza akaachana. Hatutaachana mpaka kifo kitatutenganisha. Kwa nini waseme hatutaachana? Kwa sababu kuna mambo yanaweza kutokea hapo, si ndio? Ila ndugu anaachanaga? Ndugu hajawahi kuachana, yaani hawawezi. Wanaweza wakapishana, huyo akapotea, atarudi tu kama mwana mpotevu. Atarudi tu. Ila ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu watu wanachukuliana kama mke na mume, mwenyekiti na katibu. Ila ndugu wanapatanishwa na sahani moja ya ugali. Unaona mambo yalivyo marahisi. Ndugu wanapatanishwa na kitanda kimoja. Watagombana lakini watarudi kulala kitanda hiki. Watagombana lakini watarudi kula sahani moja. Upendo wa ndugu. Hata mme wako mpende upendo wa ndugu.